Era makungu para dar chinso. Ay. Ay, karan tigero yara tumma. Ay. Ini select ay. Amo iso ko yung mga tayo ng robot tigara tumma. Ay, sa kamay ka. Kamay ka man. Kirne ke dam. Ke go tu. Ay kama to na mahata tu me. Acha sa niya tu me. Ajiri. Siapa nak? Aye bitarubiria. Tidak dipilih apa pilih lain di sana. Tá keluar lah. Ada sama mati ya. Terus kamu bro ya. Excuse.
Kaya, Joshua kwa wapi? Kwa wapi? Aje tena mkaribia chini arukeri kaya chako. Kwa wapi Joshua? Nge gyalo. Baru mati ba. Iko le live. Tu bol. Bang. Enggak tahu. Wah. Lawaji, sugira ile no. Wewe na aje ngoja za frangi na nyara doyo. Tena aje ngolinga hiyo.
Ni maandamano ambayo yanaweza kuendelea. Ukiangalia mpendwa mtazamaji, duka zote, nyumba zote zimeweza kufungwa. Tumetoka hapo kukuonyesha jinsi wamama na wafanyabiashara wa mji wa Kisii wameweza kugeukia kufanya mchezo wao, mchezo ambao wamekuwa wakifanya, mchezo wa kuruka kamba. Ni ishara tu ya kwamba maendeleo haya yanaendelea jinsi hivyo unavyoyatakiwa. Kiweza kuangalia tu streets zote za mji wa Kisii umeweza kufungwa. Hakuna kile ambacho kinaendelea. So nawapeleka moja kwa moja katika mji wa Kisii, streets zote. Tunateremka sasa kuingia main stage, tuweze kuangalia ni nini tu ambao imeweza kuendelea hapa mji huu, mji wa Kisii. Ukumbuke kwamba siku ya Sabasaba mji wa Kisii uliweza kuongoza katika ile hafla tu ya kuweza kufanya maandamano yao ya moja kwa moja. Ukiangalia tu ni pikipiki chache tu, moja baada ya nyingine. Magari tu hatuweza kuona magari yote. Upande pale chini unaweza kuona kwamba askari wameweza kuchukua kuweza kuyakabidhi maandamano hayo kwa jinsi ya kipekee. Kwa hivyo tunataka tuingie main stage, tuangalie ni nini inaendelea hapo. Ukiangalia tu hivi vibanda vimeweza kufungwa vyote, ni vibanda ambavyo vimeweza kufanya kazi. Mnapoangalia ni mji tu, bodaboda ni moja tu baada ya nyingine. Ni hatari tu ya maandamano unapoangalia vibanda hapa. Vibanda vyote vimeweza kufungwa. Wanabiashara tu ni moja baada ya mwingine. Kumbushe tu kwamba ni mji wetu wa Kisii. Hapa tuko main stage ambapo hamna wafanya biashara, ni moja tu. Unapoangalia kwamba ni duka moja baada wa mji wa Kisii. Ukiangalia tu tupita hapa tuingie kwenye main stage. Main stage ya mji huu wa Kisii. Tunaweza kuangalia kwamba chuzi tu vibanda vyote vimeweza kufungwa. Hamna magari tu, ni machache na maweza kuegezwa. Hayafanyi jambo lolote. Pale juu unapoona kwamba tu maduka tu machache ambayo yameweza kufungwa. Tutaweza kuwatafuta wanabiashara wachache wawili au watatu hivyo wakaweze kutuambia ni nini kinaendelea katika mji huu, matarajio yao kuhusu maendeleo ama maandamano ya siku tatu. Nikumbuke kwamba kinara wa muungano wa Azimio, Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kusema kwamba kutakuwepo na maandamano kwa siku tatu. Maandamano tu ya siku tatu. Unapoangalia pale biashara za uchukuzi zimeweza kufungwa, ni vibanda tu vichache vimeweza kufunguliwa pale ili kuweza kukupa habari jinsi hiyo. Ikumbukwe tu ni mji mkuu wa Kisii. Si kawaida mji wa Kisii kuwa jinsi ilivyo hivi siku hii ya leo. Angalia tu biashara zimeweza kufungwa, wanabiashara wachache tu. Nimeweza kusonga karibu na mwanabiashara mmoja ambaye ameweza kufungua biashara yake
na angetaka tu kuweza kutupa maoni yake kuhusu mji huu wa Kisii, jinsi maandamano haya yameweza kuathiri uchukuzi wao ama biashara vyao. Karibu uweze kutuambia wewe ni nani na uweze kutupa maoni yako kuhusu biashara siku ya leo. Majina ni Evans Makali, mkaaji wa Kisii County. Kwa majina ni Evans Makali, mkaaji wa Kisii County. Mimi ningependelea kusema kwa mambo ya maandamano ya siku ya leo imeathiri sana kwa biashara na usafiri ya huko na kila kitu kimeathirika, sababu tunapoiangalia kwenye nchi sasa hivi inaenda sio mahali pazuri. Tunaomba serikali wakae na upinzani, hiyo mikakati ya nchi iweze kuendelea kuendelea. Maoni yako kuhusu maandamano haya siku tatu, unaweza kuambia mtazamaji nini? Kwa hii maandamano ya siku tatu yenyewe serikali nayo inastahili kuangalia, sababu uchumi nao inaendelea kuzorota. Uchumi inapoendelea kuzorota, mambo ndipo yanaendelea kuharibika mno. Sisi kama wakaaji wa Kisii tunaomba hii maandamano kama ingewezekana, Ruto aregeze kamba na upande wa pinzani pia waregeze kamba ili tuweze kupata mwafaka mwema na nchi iweze kuendelea kwa mbele, isiwe ni kubishana upande huu na upande ule mwingine. Mara nyingi si mji wa Kisii unapoangalia kwamba hakuna magari siku hii ya leo, kuashiria kwamba usafirishaji wa watu na bidhaa vya biashara haujaweza kuwa sambamba. Unaweza ambia serikali nini? Unapoangalia kwamba hamna magari na yale ambayo yako yameweza kupakiwa, kwa maana hakuna usafiri wa bidhaa za biashara kama hivi mnavyouza na wasafiri, unaweza kuambia wa mtazamaji kuhusu? Kwa upande wa usafiri kuna vile imeathirika zaidi, sababu watu hawasafiri, na ukiangalia kwa upande wa biashara kama sasa hivi wenye watu magari hayapo na usafiri pia wenye magari hayapo na vile biashara hakuna, inaleta msisimuko mbaya, inaleta picha mbaya kwa nchi yetu ya Kenya. Tunashukuru kwa maoni yako, na sijui kama kuna mwingine anataka kupeana maoni yake. Sisi ndio tunaumia, ingawa sasa kuna maandamano. Hii maandamano tunafanya si lazima tunyeshe mawe kwa watu. Tunaandamana kwa utaratibu, tumekaa hapa, mambo ya biashara kuna hata watu wanaogopa kutoka nje kwa biashara. Ama rais wetu apunguze msimamo, kiongozi wetu upinzani wapatane kwa suluhisho ili tupate suluhisho na tusimamie watu kama sisi. Kwa maoni yako, unaona kwamba maandamano haya yatazidi kufanyika kwa siku tatu? Yataleta hasara nyingi sana. Pande kama sisi wenye tunategemea chakula ya kila siku, lazima tutoke nje ndio tupate chakula. Itaathirika sana. Vizuri sana umeweza kusema kwamba maandamano yakizidi kwa siku tatu, kuashiria kwamba Jumamosi inaingia tena Jumapili. Kwa hivyo ni siku tano ambao watu hawatakuwa wakifanya biashara zao, na kwa jinsi hiyo itaweza kuharibu maendeleo. Na kwa mtazamo wako umesema kwamba Rais William Ruto aweze kupatana na upinzani Raila Amolo Odinga. Umesema kwamba wakiweza kupatana ni ampe Raila kazi ama afanye nini? Wasipunguze jinsi ya kuangusha kama mafuta na kitu kama petroli rudi chini, sio mambo na kazi. Naona mzee Raila si kazi na Ruto kwa serikali, kwa sababu pande yake pia kuna pesa ya Ruto, sio ni kazi na tafuta yeye apate pesa, ni kutetea mwananchi wa chini kama sisi.
Hivyo unavyosema kwamba Raila anampigania mwananchi wala si yeye pekee yake anatafuta cheo. Tunashukuru kwa maoni yako na tunasema shukrani. Tuko katika mji wa Kisii na kuna mchukuzi hapa ambaye anataka kutuambia kwa mama mmoja hapa mfanyabiashara, unapoangalia ameweza kufungua duka lake ya kupigania. Hata ukiangalia hii Kenya, hata ukiangalia kwenda huko hakuna watu, hakuna biashara, hakuna pesa. Ndio Joshua. Tumeangalia hii Kenya, tangia kuna mapresident wamechaguliwa hii Kenya. Akishawahi kuona president kama maisha imekuwa, biashara hakuna, chakula hakuna, gharama ya maisha ni nyingi. Kwa hivyo umeweza kusema kwamba gharama ya maisha imeweza kuinuka juu. Gharama ya maisha imekuwa mbaya. Maisha imekuwa mbaya. Nani shida? Nani amechangia kuharibika kwa maisha? Kwani Ruto si ndio president? Wewe hawezi kuona Wakenya wameteseka. Sisi tulimchagua wakati alikuwa anatuomba kura, alituahidi kwamba ataregesha vyakula. Sasa akiangalia vile uchumi umeharibika Kenya, yeye anaona ni vizuri kweli. Maoni yako kwa rais, unaweza kuambia nini rais? Maoni yangu namwambia angalie vile wananchi wanateseka. Uchumi umekuwa mbaya. Aende akae chini, aangalie, arudishe Kenya mahali ilikuwa. Kenya inazidi kuharibika. Hawezi kuona kwamba Kenya imeharibika sana. Maoni yako kwa upinzani, unaweza mwambia nini Mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Raila Amolo Odinga namwambia, sisi tunamwambia akae chini na president, waongee, waelewane. Wawache kufanya nchi namna hii. Kukaa chini na rais ni apewe kazi ama aendelee na njia mbaya? Waelewane, sio kazi. Raila hataki kazi, yeye anapigania Wakenya. Yeye ako sawa. Kupigania Wakenya. Wananchi. Kwa hivyo kukaa kwake yeye na rais ni kuzungumza ama waelewane, Kenya ikae vile ilikuwa. Warudishe kila kitu, uchumi ya Kenya ikae sawa. Abagusi nchora nyawate abagusi ba minto. Abagusi ba minto. Nda matamingo kwa kongo. Tole merani. No bogima kwa kongire ga bantu tunya kole merani. Igo mba buri amagena. Magena yaye. Karo jigo kwa kongo. Karaba go itana na twa itali moroke mugara. Mbara kwa bajana. Mtu abajana kutokuumia. Kwa biashara yako hii leo hivi kuna wanunuzi wengi, ni kawaida ya kwamba leo wananunua zaidi? Hata hujauza hata shilingi 50. Kawaida kama hakuna maandamano ungekuwa ushapata customers. Hata ukuwa ushamaliza. Hivyo maandamano yameathiri biashara yako kwa tunashukuru kwa maoni yako na kama yeye president ya Kenya hawezi kuona maandamano hii, asimamishe hii maandamano waelewani. Uchumi imeweza kuharibika. Ni matumaini yetu kwamba uchumi itazidi kuboreshwa na tutaweza kuonana tena. Shukrani kwa maoni yako. Ni katika huu mji wetu, mama ameweza kuongea vizuri. Naendelea kuzidi kumtafuta mwingine ili aweze kufika na kaweze kutupa maoni yake katika mji wa Kisii jinsi kutakavyoendelea. Napoangalia hapa sasa, napanda juu, tunaingia katika hafla hii. Tunaingia hapa juu, napoona kwamba maduka haya yameweza kufungwa yote. Askari pale juu wameweza kushika kuhakikisha kwamba biashara hii inaweza kulindwa kwa jinsi ambayo inafaa. Vizuri tu tunapoona wanafanya biashara wa bodaboda, ishara tu kwamba hawana biashara siku hii ya leo. Niweza kupatana na mwanaboda mmoja ili akaweze kutupa
maoni yake kuhusu biashara ya siku ya leo. Shukran ndugu, habari yako? Salama sana. Maoni yako ni yepi kuhusu maandamano ya siku ya leo? Maandamano ya siku ya leo tunaona ni kama kuchezwa. Sana juu ya sara nyingine. Tangu asubuhi nimeamka kutoka kwa nyumba, wao wamejua nimeenda kazi. Lakini sijabeba hata customer mmoja. Hivyo ni kumaanisha jioni narudi nyumbani kule penye nilikuwa. Pesa nilikuwa nayo kwa mfuko 100, nimekula nayo lunch. Hata sina hata shilingi saa hii. Kwamba watoto wamesema kwamba wamedhani baba yao ameenda kutafuta kazi, na ni ishara tu kwamba hakuna watu wa kuweza kuwabeba. Maoni yako ni yepi kuhusu siku hii ya leo? Mimi nilikuwa naomba kama kuna uwezekano huyu rais wa upinzani Raila Amolo Odinga, kama ni maoni yangu, angeweza kuongea na Ruto ili wajana na mambo ya maandamano kwanza. Tuendelee kufanya kazi kidogo tu tuweze kuruhusu gari hiyo iweze kupita, na inapopita shukran ndugu yetu. Habari yako? Salama kabisa. Naona umetulia, ni customer wako ama umechoka? Nimechoka kabisa, sijaona customer tangu asubuhi vile nimeamka. Sasa tu nimetulia hapa. Sasa otherwise naona kama nirudi nyumbani bure kupata kitu. Ni kawaida yako kuwa siku ambayo kuna maandamano huwa wewe unasimama hivi? Unajua sisi tumezoea kawaida yetu kuamka asubuhi, upate hata kitu ya kuchukua hata maziwa. Kesho unajua kesho unaamka uachie watoto kitu wakule. Sasa leo nimeamka sijapata kitu. Sio kawaida yangu hivyo, lakini siku zingine inapatikana. Kwa maoni yako ni serikali ambayo imechangia kuharibika kwa maisha ama ni upinzani na Raila Amolo Odinga? Mimi nimeona ni serikali kuu ndio haina maarifa kuu. Ingekuwa na maarifa mzuri ingekuja iongee na upinzani, ilegeze uchumi wetu irudi chini ndio tuendelee. Kwa hivyo kwako ni upinzani, ni serikali imeweza kuchangia? Serikali ndio mbaya na tuwekea gharama kubwa hatuwezi fikia kama sisi watu wa chini. Unaweza kuambia nini serikali iweze kupunguza biashara? Hivi ipunguze hata gharama kidogo. Unaona mafuta naweka 200 na tengeneza 150. Sasa hiyo ni hasara ama ni faida? Ni hasara tu. Na unaposema serikali iweze kuongea na Raila Amolo Odinga, ni kuashiria kwamba wampee kazi ama namna gani? Mimi nataka waongee kuhusu uchumi yetu, waregeze hata mafuta, sukari unaona nayo ndio imepanda. Sasa hizi ni 250. Hata sukari unajua hata siku kunywa chai ni shida. Watoto wanakuambia babu tuletee chai, hakuna. Hiyo na sisi unamwambia unanunua nini sukari unapata 200. Nimepata 150 kwa lita moja. Ni hasara kwangu. Na wanahitaji sukari sichapata. Sasa hiyo mimi siaona sisi tunapingania Raila. Tunapingania uchumi ya Kenya. Hata sisi kama watu wa chini tufaidike kidogo. Wamesema maandamano yatakuwa siku 3. Siku 3. Unasema nini kuhusu maandamano ya siku 3? Hiyo mimi naiunga mkono. Kwa sababu uchumi ndio mbaya. Ingekuwa uchumi iko sawa, singeunga mkono. Kwa hivyo kwamba uwezi sitaathiri biashara siku 3. Itaathiri. Serikali nayo tusikie. Ikitusikia hivi sisi hatuna shida. Tunashukuru kwa maoni yako. Turudi kwa ndugu yetu alikuwa na malizia. Ulisema kwamba watoto wanasema umeenda kutafuta kazi na unarudi unapata kwamba hamna kitu mfukoni. Kwa maoni yako ni serikali mbaya ama ni upinzani? Mimi kwa maoni yangu kuna shida kote, serikali na upinzani. Tunikumbuka uchaguzi yenye iliyopita ilikuwa hivi. Raila tulimpigia kula, akasema ameibiwa. Baadaye Uhuru akakuja wakafanya handshake. Kuanzia handshake maisha ikaanza kupanda juu. Ikapanda Raila hatukumuona mahali. Mpaka tukafika time ya uchaguzi. Ndio Raila tena amekuja. Tumepiga kura vizuri, tumepigia Raila. Amesema amechukua. Si IBC. Amesema amechukua, ameibiwa. Tena ameanza vile ati ameibiwa. Sasa tulikuwa tunaomba Raila kama yeye ana
haezi kuiba. Si basi waongee na Ruto bana, maisha imepanda. Kwa hivyo unasema kwamba wafanye handshake na Ruto ili maisha iweze kupungua. Laila tunamjua tumepigia kula miaka mingi. Si handshake, handshake sasa itaribu kabisa. Sijui venye watafanya, lakini maandamano isimame kwanza. Kama wataongea kivyao waelewane ni sawa. Lakini si handshake. Maandamano ni siku 3. Maoni yako ni nini kuhusu siku 3? Ni siku nyingi ama wapunguze ama ziongeze? Siku 3 ni mingi sana. Kama saa hii itafika saa 9 lakini tumeumia. Bado kesho kutwa. Tutaenda wapi? Mimi saa hii sina hata 100. Hiyo siku 3 nitakula kwa nani? Shukrani kwa maoni yako. Tunazidi kukuletea habari hizi kutoka mji wa Kisii. Ni gtunenews. Mpendwa ambao unaweza kufuatilia, angalia kwamba biashara zimeweza kufungwa katika mji huu wa Kisii. Hata pale ni duka tu moja ambao unaona kwamba imeweza kufunguliwa. Watu wameweza kupotelea manyumbani, wameweza kujifungia pale, ishara tu ya kwamba biashara zao zimeweza kusambaratishwa, na sijui tuweze kusema nini. Naweza kumtafuta tena mfanya biashara mmoja wa hapa mjini akaweze kutueleza kuhusu hafla hii ya maandamano wa siku ya 3. Kumbuka kwamba kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameweza kutangaza maandamano siku 3, maandamano ya siku 3. Nikushukuru tu, ninazidi kupeleka katika barabara zote za hapa mjini wa Kisii, Kisii town, bringing you all this from Kisii town, whereby it's no business as usual. We've seen that our people have gone to there no business taking place. Wana bodaboda wameweza kusimama, biashara yao haijaweza kuendelea jinsi labda tu walivyotarajia kufanyika ama kuendelea kwa biashara zao. Ukiangalia tu pale ni watu kwamba mji huu siku hii ya leo hakuna biashara ambayo imeweza kuendelea. Unaweza ongea? Ni biashara tu. Kuna biashara wanapiga rangi wameweza kutulia. Mwanabiashara mmoja tu. Unapoona kwamba ni tunatembea muda mrefu tuweze kuletea mwanahabari hata mfanyakazi hata mmoja. Takuwa na malizia niende nikaweze kupata maji, nikunywe angalau maji, kisha nitakuleta moja kwa moja tena katika live kipindi kingine cha pili. Ni barabara hii ya Cooperative Bank inayozidi katika makao makuu ama kituo kikuu cha Kisii Police Station. Unapoangalia hapa kuna watu, hakuna magari, maduka yetu yote yameweza kufungwa. Tumeweza kuwapata wazungumzaji ambao wameweza kutupa maoni yao moja baada ya mwingine. Nataka niteremke kidogo hivi niingie kwenye barabara ya Twin Towers pale chini tuone nao kulikoni, ama tuweze kuangalia. Unapoona gari hiyo imeweza kupita aina ya Probox, ni gari ambayo imeweza kuwabeba askari. Kwa mbali nimeweza kuona askari ambayo wanapita tu mji huu wetu
pole pole. Kwa wale ambao mnajua hii street yetu, if you happen to know this street, tu kwamba zimeweza kufungwa tu, zimefungwa zote kuongea kwa umbali. Islam Dona anasema kwamba I support this lady. Kudos mom. Umeongea kama wanaume 200. Watu waongee, maisha yetu iendelee kama Wakenya. Hata nani akiwatawala, maisha ya Mkenya baki vile vile. Hapa chini tunapoangalia kidogo tu, nimeamua nitembee mji wetu wote wa Kisii, nimekuletea habari zote za maandamano, jinsi yanavyoendelea. Asubuhi sehemu hii ilikuwa imebadilishwa kuwa uwanja wa mpira, ambapo watu walikuwepo tu wakicheza mpira hapa na pale. Hivi sasa unapoangalia ni kama tu wameweza kuchoka na wameweza kurudia ama kurejea hafla zao za kibiashara. Nazidi tu kumtafuta mwanabiashara mwingine aweze kutupa maoni yake mchana huu wa leo, akaweze kutuambia ni nini kile ambacho kinaendelea. Kumbusha kwamba mji Kisii, ambapo maendeleo yamekuwa yakifanyika. Tupite hivi tuende chini. Maandamano tayari. Habari yako? Unaweza nipa maoni kuhusu maandamano ya leo? Shukran ambao unaweza kutufuatilia katika gtunenews pamoja na mitambo yote. Tumeweza kumpata mwana biashara mmoja hapa ambaye anataka kutupa maoni yako. Shukran kaka, naweza kutuambia jina lako na maoni yako kuhusu maandamano ya siku ya leo. Karibu. Kwa majina ni Manase Tawino. Mimi ni mfanyabiashara hapa town, lakini vile naona hii maandamano iko peaceful, lakini kitu yenye tunalia yenye nataka nipee mheshimiwa rais, nchi imekuwa na ushuru imekuwa mingi mpaka sasa kila bidhaa ikaenda juu. So hatusikii mzuri, bei ya karo imeongezeka na bei ya bidhaa pia imeongezeka kwa sababu kweli iko juu. Sasa sijui kama hii ndio bottom up model yenye alikuwa anatuambia, sijui ni nini. Hatusikii mzuri sisi hapa kwa ground. Hiyo ndio maoni yangu. Sasa hiyo ndio maana tunataka tuliandamana ndio at least afikie kilio yetu, kwa sababu tunateseka hapa chini. Kwa maoni yako umesema kwamba model ya rais alisema kwamba ni bottom up, na kweli tunapoangalia vitu vimetoka bei ya chini vikipanda. Kwa maoni yako ni upinzani ama ni serikali imeweza kuchangia katika kuharibika kwa biashara? Mimi kwa maoni yangu naona ni serikali, kwa sababu vile alikuwa anatoa viso zake, angejua penye anatoa pesa ya kuweka hizi vitu ikuwe kwa hiyo model yake alikuwa anasema. Lakini saa hii sasa tunaona kama ni up bottom, kwa sababu ushuru imeongezwa juu, na wananchi wa kawaida pia tax iko juu, na bei ya bidhaa pia ziko juu, na bei ya mafuta iko juu. Sasa watu wanalia kila mahali, na bei ya karo ya shule pia wameongeza, iko juu. Sasa tunahangaika hapa, hatujui, yani hatuenjoy Kenya kama nchi yetu. Unaposema kwamba serikali wakaweza kuongea na upinzani, maana yake rais waongee na Raila Amolo Odinga? Hiyo ndio ombi langu kubwa. Nilikuwa nataka waketi chini kama viongozi, waongee, waelewane, wasikizane, ndio watupee mwelekeo, kwa sababu wakituacha hivi tunahangaika hapa chini, tunahangaika zaidi. Tunasikia uchungu kabisa na hii serikali yenye tuko kwa zaidi, hii serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo kwako unasema kwamba tutarajie handshake ama tusitarajie handshake?
itaweza kuwa ni kama handshake itaweza kuwa ni sawa, lakini kama pia watasaongea tu na alafu hizi maneno ikuwe sawa, bei ya bidhaa irudi chini, bei ya karo ya shule pia irudi chini, kila kitu iende sawa, hiyo itakuwa tu sawa. Maandamano ni siku 3. Yes, maandamano ni siku 3. Leo imeanza, tulikuwa tunapimana tu na hawa maofisa na Bwana Dio pia alitembea kila eneo akatuongelesha atituachana na hii maandamano kwa sababu wanataka amani, hawataki mtu akufe ama wataki mali iharibiwe. So hiyo ndio maana tuliwacha maandamano hivyo, tukapoesha watu wetu mpaka Kisii ikakuwa hali hii. Kwa siku ya leo unatarajia kwamba hivi karibia inakaa ni siku inaendelea kuisha, tunatarajia kwamba kutakuwa na maandamano ama yatapungua, watu warudi kwa nyumba? Wananchi bado wamechangamuka, wanataka tu hiyo maandamano ikue, lakini ikue peaceful. Tunashukuru. Hawajachoka, bado wanachangamuka. Kwa hivyo wanachangamka? Yes. Wakati wote watatokea tena. Watatokea. Na naona kama maofisa pia wako gangari, wanaangalia hali ya utulivu. Kwa hivyo askari wako ngangari wanaweza kuangalia utulivu huko kwa hali. Naona kama wako gangari, moto ikiwakishwa mahali wanaenda wanazima na hawajalipua hata hiyo tiaga. Hiyo ndio sasa kitu wametufurahisha nayo. Mara mingi wanasema kwamba ni askari wanawachokoza waandamanaji ama ni waandamanaji wanachokoza askari. Tunaona kama askari ndio wanachokoza kwa sababu maandamano vile ilitangazwa ya amani, tungekaa mahali kama wananchi alafu tutembee na matawi mpaka kwa county commissioner, tuende huko tuongee na watu wa media wasikie maneno yetu alafu tuwache tu hivi. Lakini wananchi wakitoka tu hivi, polisi ndio hao na tiaga. So polisi ndio wanachokoza watu. Tunashukuru kwa maoni yako. Yes. Tunazidi kukuletea habari za GTune. Yeah. Mji wa Kisii, tunakupa the tour ya mji wa Kisii. Huyo ni mwanabiashara mmoja ambaye ameweza kutupa maoni yake akisema kwamba askari ndio huanzisha maandamano. Nataka nikupandishe moja kwa moja tuweze kurudi kule juu ambapo tukaweze kumpata mwana habari mmoja akaweze kutupa maoni yake. Nimeweza kupatana na mzee mmoja hapa. Habari yako mzee? Mzuri. Unaitwa nani na uweze kutupa maoni yako? Mimi naitwa Mwenye Lego kutoka Kisii hapa. Mimi ni mwenyeji mkokoteni. Unafanya mkokoteni? Mimi ni kazi yangu ni ya mkokoteni. Hii inaandikwa Salamu Mfalme. Sasa mimi nashangaa kuona viongozi wale wamesoma nchi hii na wale wamesoma kiasi na wale hawajasoma. Wale wamesoma ndio wanaharibu zaidi. Upande ya maandamano hii, maandamano ni haki kwa taifa, inaruhusiwa katika katiba ya nchi yetu. Sasa watu wanachangia kufukuza raia ni askari. Na mimi nawauliza askari, wewe ni mtu ulienda training na huyu raia kwenda training. Mbona raia afuate sheria na wewe unafuata sheria tena unaifunja? Mimi nawaambia wa Kenya na kimataifa, nchi hii tarudi kwako mzee. Kule na muakerde ngasa ko manga ninye rusio ronye rudro nduale njara yoko yerusio emu affect na ale ko yerusio roro na ale kusaba ono muna kutuata ma taunia gasteyo ndo eko gara maandamano ayale ambe yemo esukali ega kale shilingi 250 kwa manya ko ruororo kwaenda okugorobosi ebole shilingi 200 ebinto bya menti ono njera kitura akonya kaze ngenje gwatatenga pota mwabu ono yanzire kurugoro go chance chinguru che serikali ere ma abanto bakwanda manamana to bwatwa kwata maandamano yo morembe lakini yamanyire konyorekana kera abanto batene babere batatu ebakonga kominyokibu chinguru che basigari bagotumeka ma town yeito bosonga ntuntori bibago ngikitatu mekerwa baende mebaga baminyokia abanto bali bali sapapu gose babuate bantu buna bawo makesi babuate bina bagoita abantu abaiti bande babeke kitakiaye taita abantu
ngikotaba abantu tore abaiti ngitokoreta ruo basigari bakominyokia abantu ndutete maandamano yomoreme na maandamano aya taringe twakani negento kende gavana ito simbarati na urire abasigari bahe igo boni gagotara bwotie abasigari kende yonsi kemabere ntwe tokomanga ino muroberi gwa serikali tware gosaba gavana simbarati na spokesman baguzi ore Nyamira na Kisii county banje bamwironerie abasigari ikira kinaro gosaba nege ndagera eira nense Shukran. Ni mwanaboda mmoja jinsi umeweza kusikia anatupa habari tu akisema kwamba serikali imeweza kutoa ulinzi wao kwa gavana wa jimbo hili. Gavana Simbarati ameweza kunyang'anywa askari, na anasema kwamba umeweza kusikia akisema pale kwamba iwapo kitu chochote kitaweza kumtendekea gavana rais, kile ambacho kitaweza kumtokea maandamano ara matuko atatu etomata matuko bero kolegas matuko atatu maandamano haya. Angalia gari hiyo tu, gari ya askari ambayo imeweza kutoka mbio, sijui inafanyika nini. Ni gari ambayo imeendeshwa kwa kasi sana. Napeleka the tour ya mji huu wetu wa Kisii. Unapoangalia kwamba biashara zimeweza kufungwa, biashara zimeweza kufungwa zote, zimeweza kufungwa zote. Hivi sasa ni saa 8. Umeona hata huyu anafunga biashara yake tangu asubuhi. Ameweza kufunga, sijui nitamfikia niweze kumhoji, lakini inaonekana kwamba ameweza kutembea kasi kuni zaidi tu. Kwa wale ambao mnajua sehemu hii ya mafuta, hapa niko tu ninapanda pole pole kuonyesha tu jinsi biashara vimeweza kufungwa. Duka tu moja ambayo imeweza kufunguliwa, duka la athari tu za maandamano, na zidi tu kuwatafuta waandamanaji ama fanya biashara tu wakaweze kutupa maoni yao. Kama unaelewa sehemu hii imeweza kuwa ni sehemu. Sasa nataka niwapeleke Kisii Kilgoris route. Nasikia pale wana choma tiles kwa barabara. Pale kuna kichacha ambacho kinaendelea, ambapo naona tu wanacheza, sijui wanacheza nini hawa. Yule ameweza kushikwa pale baada ya kuleta haribifu tu wa aina yake. Narudi tu kwa hii barabara ya Kisii Kilgoris route. Sasa ninaingia barabara hii ya Kisii Kilgoris route. Pale kichacha tu kimeweza kuonekana. Abirenga bana bae ku 1300. Mheshimiwa Tuzahil ameweza kutembelea
wakazi wake wa hapa mjini na ameweza kuwanunulia chai. Kuna moshi pale. Moshi huo si moshi wa kuchoma tile, ni takataka ambayo imeweza kuchomwa pale. Kwa hivyo usione hiyo ukafikiria hivyo. Yes, Pastor Barry. Niko live, nitakupigia simu. Sawa sawa. Niweza kupatana na rafiki yangu mchungaji wa kanisa, naweza kumwambia nitampigia simu baadaye. Habari yako ndugu? Unaweza kutupa maoni yako kuhusu siku ya maandamano? Unaweza kutuambia wewe ni jina lako na maoni yako kuhusu siku hii ya maandamano? Hii siku ya kwa majina naitwa Fredi Mageto. Siku ya maandamano imeleta hasara zaidi. Juu sasa tumekuja kikazi hapa, hakuna customer na hakuna tutaweza. Hii ndio biashara yako? Hii ndio biashara yangu. Napoangalia ni biashara tu ya maua yake Mageto, ambaye anatuzia maua mazuri sana sana. Unapoenda kwenda juu ni kazi anayoifanya. Maoni yako kuhusu maandamano siku ya leo ni yapi? Maandamano tunasema hao watu wawili, Raila na rais wetu, waelewane, ndio ili hiyo maneno iwe rahisi, ndio vitu wasikise, waelewane, ndio vitu isikise bei, ndio ili Kenya iendelee. Naona kwamba wewe unafanya biashara ya maua. Maandamano yameathiri biashara yako kwa njia gani? Imeathiri tu watuuzi. Hakuna customers. Sasa tumetoka kwa nyumba, tumekuja kutafuta hela, tutafutie iendelee. Hakuna sasa customer. Sasa biashara imesimama. Umesema kwamba Rais William Ruto aweze kuongea na Raila Odinga. Kwa hivyo wafanye handshake kama wakae namna gani? Wafanye handshake, waelewana, hiyo ili vitu isikuse bei. Kama hakuwezi elewana, maandamano basi yaendelee. Maandamano iendelee. Nashukuru Mageto kwa maoni yako. Nashukuru kwa kutupa maua mazuri. Mpenzi wa mtazamaji, ni maua ambayo yanatengenezwa na Mageto hapa mjini Kisii. Najua wengi mnafahamu eneo hili, na ameweza kutupa maoni yake akisema kwamba Rais William Ruto akaweze kuongea na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuhakikisha kwamba maandamano yanaweza kupungua. Ninapochukulia tu bali kwamba ni biashara moja tu, si vingi tu, ni biashara tu vichache ambavyo vimeweza kufunguliwa hapa mjini Kisii. Vimeweza kufungwa. Huduma Center pale, Huduma Center imefungwa tu. Kwenye duka hili la Telcom vile vile limeweza kufungwa. Duka hili la Telcom limeweza kufungwa. Kuna ambulance hapa ya county ambayo inakuja kwa kasi. Ambulance hiyo pamoja na pikipiki zingine tunaweza kupita kwa njia namna hiyo. Pita tu Hakaka Street. It's one of the streets pia ambao mara mingi kuna ni kadogo tu. Mara mingi unapopita hii street napata kwamba na watu wengi tu ambao wanauza saa, belts, vitu vya nyumba, vikombe. Hii street hapa, unapoangalia hii street hapa hivi, hasi kawaida yake kuwa tu na watu wachache katika street hii, ambao mara mingi huwa inakaa na watu wengi, lakini kwa athari tu za maandamano angalia kwamba mingi tu zimefungwa na ni chache ambazo zimeweza kufunguliwa. Ni na kupeleka barabara hii, nataka uone ambao wanapeana maji, ambao wanazidi tu kujituma. Kazi yao hapa mjini, kazi ya kila siku, kazi ya kupeana maji.
Sijui habari yako ndugu, unaendelea salama? Naona kwamba wewe unaendelea tu kazi yako kama kawaida. Maoni yako kuhusu maandamano ni yapi? Najua umechoka lakini endelea tu kufanya mkiongea. Huyu ataweza kuongea. Maoni yako kuhusu maandamano ni yapi? Maandamano imeleta njaa. Watu wanaona wafungui kazi hakuna. Ndio shida. Kwa hivyo maandamano leo hamjapata watu wa kununua maji? Muna. Hii trip ya kwanza hii. Trip ya kwanza leo? Ndio tunaenda kujaribu. Mnajaribu mwangalau muone kama jioni mtaleta watu wanunue. Maoni yako kwa serikali kuhusu maandamano, unaweza ambia serikali nini? Maandamano pamoja. Ndio wale maandamano hivi. Kwa hivyo nani wakuja pamoja, Ruto na Raila ama nani na nani? Ruto na Raila. Kwa hivyo Ruto na Raila wakikuja pamoja wafanye wasifanye waongee tunatarajia kwamba maandamano ni siku 3 venye walisema. Siku 3 bwana, tutakufa njaa. Siku 3 watu wataweza kufa njaa. Hii maoni ya Kenya mmoja ambaye anaishi mji wa Kisii. Unapoona wanafanya kazi ya kusomba maji na mkokoteni, wanaelezea kwamba ni mara tu yao ya kwanza leo kuweza kuenda mtoni kuleta maji, angalau uone kama jioni wanaweza kupata hata fedha tu kidogo za kuweza kuwasukumia maisha. Tunashukuru kwa wale ambao mnazidi kutupa habari hizi na wale ambao mnazidi kutazama. Hii barabara tu hii iliweza kuharibiwa juzi. Napoangalia hiyo iliweza kuharibiwa juzi katika yale maandamano ya Sabasaba. Maandamano ya Sabasaba ambayo yaliweza kufanyika ndiyo iliweza kuathiri pakubwa biashara hii ya kuwa na afiki. Kwa hivyo nimekuja tu barabara ya Kisii Kilgoris. Hapa ni eneo la Mashauri. Hapa ni mafuta ya Total Energies, sehemu ya Mashauri. Pale chini na askari wameweza tu kukaa wakifinya tu simu zao. Weza kukaa tu wakichoma sehemu zao. Sasa hii ni barabara ya Kilgoris. Barabara hii ya kutoka mji wa Kisii ikienda Kilgoris. Kumbali pale ni kama wameweza kuweka roadblock. Mpendo mtazamaji, ndipo ninapokupeleka kaweze kuona ni nini hiki. Kuna gari linakuja. Gari hili lina bango, sijui nimeweza kuandika wa nini. Utaweza kuliona linapokaribia. Ni msafara tu, msafara ya mmoja ambaye ameweza kupelekwa nyumbani. Pale kumbali tunaona kwamba duka tu zimefungwa. Unapoona kwamba duka zimefungwa, hoteli zimefungwa, wana biashara wameweza kupungua. Hawa wa bodaboda wameweza kupungua katika barabara hii, barabara ya Kisii Kilgoris route.
watu unapoangalia tu biashara vimeweza kufungwa vyote. Pale mbele unaona kwamba wana bodaboda wameweza kupark mapikipiki zao pale mbele, wakiweza kusema kwamba hamna endeleo pale mbele. Unapoona mahali nawapeleka kumechomwa tu. Vijana waandamanaji wawili ama wachache wameweza kuchoma barabara. Hawa gari hapa wameweza kuja pamoja ili kushauriana ni nini kinaendelea hapa. Siweze kuona ni nini kinaendelea pale mbele. Wameweka roadblock. Hivyo hiyo barabara. Barabara hii kama unataka kwenda Ogembo, Itumbe, unaweza kushauriwa ukatumie gari. Utumie gari. Hapa unaweza kutumia pikipiki. Pikipiki tu ndizo zinaweza kutumika ili ziweze kukusafirisha kwa njia hiyo ya kipekee. La 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 la.